Kwa majina naitwa Emmanuel Kasembe, ni mwanachama kutoka shirika la IDP ambalo lina makao yake makuu mkoani Arusha. Na shirika letu limekuwa likijikita katika kuhamasisha uendelevu wa mifumo ya chakula kwa kutumia mbinu za kiikolojia. Sasa ipo dhana ya kwamba kutumia mbinu za kiikolojia itaweza kufaa kwenye mashamba makubwa. Hii si kweli. Kwa sababu kwa kufahamu maana ya kilimo ekolojia, ukiwa unafahamu juu maana ya kilimo ekolojia, unaweza kuona ukubwa wake kwa namna gani inaweza kutumika katika nadharia ya mkulima wa chini ama wakati ama mkubwa, kwa maana ya ukubwa wa eneo ambao unaweza kutumika katika uzalishaji. Na tunaposema kilimo ekolojia ni kilimo ambacho inazingatia misingi ya kiikolojia kwa maana ya utunzaji wa mazingira, lakini utumizi wa rasilimali ambazo zinazunguka mkulima katika shamba lake, na ili hii yote iweze kumsaidia kupata manufaa zaidi. Na mbinu hizi zinapishana kutegemeana na mfumo wa mkulima katika kulima kwake, kwa maana ya kwamba mkulima anakuwa na uwezo wa kuchanganya zao moja na zao lingine katika shamba moja. Mfano, anaweza akapanda mahindi akachanganya na maharage, lakini vile vile anaweza kukuta katika shamba hilo tena akachanganya na mboga ambazo zinasaidia kufunika majani. Sasa kutumia mbinu hizi shirikishi ambazo ni uishi za mazao mbalimbali kwa pamoja, ambao tunaita diversification, yani mchanganyo wa mazao mbalimbali katika shamba moja, ni sehemu ya mbinu ya kiikolojia. Na mbinu hii inaweza kufanyika kwa mkulima mdogo, mkubwa, wakati kwa idadi ya heka za mkulima ambazo anazo. Uzuri wa kilimo ekolojia inamrahisishia mkulima, inampa uwezo mkulima kuwa na mazao zaidi ya moja katika shamba lake. Yaani kwa maana ya kwamba kuliko kupanda zao moja shamba la ekari moja, mkulima anakuwa na uwezo wa kupanda mazao mawili hadi matatu kwenye shamba la ekari moja, na kumfanya sasa kuwa na mavuno zaidi ya zao moja katika msimu mmoja ule ambao alikuwa anategemea kupata labda zao moja tu la kipindi hicho. Kwa hiyo kwa dhana ya kilimo ekolojia na kwa kufuata misingi ya kilimo ekolojia, inawezekana kabisa likatumika kwa mkulima wa ngazi ya chini, kwa maana yule ambaye ana chini ya ekari moja, lakini kwa mkulima wa yule wakati ambaye labda ana eka 2 hadi 5, lakini kwa yule mkulima wa juu ambao tunaweza tukasema anaweza eka 5 na kuendelea. Kwa sababu mbinu ambazo zinatumika pale na rasilimali ambazo zinatumika pale ni rasilimali ambazo zinamzunguka mkulima mwenyewe. Na hii ni muhimu kuzingatia, kwa sababu katika ulimaji wa kibiashara au ulimaji mkubwa wa gharama ya uzalishaji, jinsi ambavyo unaongeza eneo ndio jinsi ambavyo gharama za uzalishaji zinavyoongezeka. Na naposema gharama za uzalishaji namaanisha matumizi ya pembejeo kama mbegu ama viuatilifu ama mbolea. Sasa kwa kutumia mbinu za kiikolojia inamrahisishia mkulima kuweza kuwa na usimamizi mzuri wa rasilimali zake ambazo anazitumia shambani. Mfano, mbegu anayotumia ataitumia mbegu ambayo ameweza kuwa ameizalisha mwenyewe na kuirejesha tena shambani. Sasa mbinu kama hizi zinamrahisishia mkulima kupunguza gharama ambayo itakiwa aitumie fedha kwenda kununua mbegu zaidi, ambapo gharama ya uzalishaji ingeweza kuwa kubwa kwake yeye. Lakini matumizi pia hata ya upande wa pembejeo kama mbolea, kama mkulima huyu pia anajihusisha na ufugaji, basi samadi kutoka kwenye mifugo yake anairejesha shambani, na hii tunaita recycling. Yaani anafanya mzunguko wa virutubisho kutoka kwenye mifugo kwenda shambani, kutoka shambani kwenda kwenye mifugo, hivyo kumpunguzia gharama kubwa ambazo angeweza kuzitumia katika uzalishaji wa mazao yake. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwamba kutumia mbinu za kilimo ekolojia inaweza kutumika kwa mkulima mdogo, yule ambaye analima bustani ili apate vyakula vya nyumbani, lakini inaweza kutumika pia kwa mkulima wa kati, na pia inaweza kutumika kwa mkulima mkubwa na kuweza kuzalisha chakula cha kutosha kwa familia yake pamoja na kwa ajili ya biashara zaidi.